ya kwamba tupendane, kwa sababu pendo limetoka kwa Mungu, na mwanadamu yeyote asiyependa, huyo mwanadamu hajazaliwa na nani? Na Mungu. Na unaona tumewapenda, ndiposa tukakuja sehemu hii. Tunapenda kila imani, kila dini. Ndio unaona tuko mahali hapa kwa ajili ya kuwaletea habari hizi za upendo wa Mwenyezi Mungu. Vile vile tumebeba vitabu ambayo si ya imani yetu, na tunatumia kufundisha watu hatari ambazo simo duniani, kwa sababu dunia sahihi ambayo tunaishi kuna hatari nyingi ambazo zimeingia. Hatari za ya kwamba siku za mwisho ambapo tunaishi sahihi kuna hatari, kwa maana watatokea makristo wa uongo, na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza nani? Kama yamkini hata walio wateule. Yesu anasema siku za mwisho Yesu anapokaribia kutakuwa na hatari, lakini hatari hiyo ni ya manabii wa uongo. Kwa hivyo kile ambacho tutatumia ili kuwajua hao manabii, haya 1 2 haya, ili kuwajua hao manabii ambao ni hatari ya usalama, ni kutumia Biblia. Na tukisoma Biblia tunapata kwamba kuna imani ambayo si ya kweli na iko duniani. Kwa mfano, sasa kuna imani ambayo imebeba watu wengi ya Wakristo, ya imani ya kwanza, na kuna imani ya pili. Kuna imani ya pili ambayo ni ya Uislamu. Waislamu sasa ni kama bilioni 2 duniani, na wanaamini Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Vile vile naye Wakristo wanaamini Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa tukiuliza hizi imani mbili zimetoka wapi, tunafaa tumuulize Mungu. Kama Uislamu au kama Wakristo ndio imani sahihi. Na vile vile ukiingia katika Wakristo, nao wamegawanyika sehemu mbalimbali. Kuna Wakristo wenye wanapiga ngoma, kuna Wakristo wenye wapigi ngoma, kuna Wakristo ambao wanavaa kilemba kwa kichwa, kuna Wakristo wenye wanavaa kilemba kwa kichwa. Lakini tukiuliza Biblia, Biblia inasema hivi, 4:4 kitabu cha Efeso mstari wake ni 5. Biblia inasema duniani kuna imani moja duniani, kuna imani moja, na imani hii. Haya, sawa. Hebu msomaji soma andiko inasema. Inasema Waefeso 4:4. Waefeso 4 mstari wake ni 5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Kumbe ndani ya Biblia kuna imani moja. Lakini sasa hivi vile tunaona Jeff, imani si ngapi? Si moja. Sasa kuna kasoro ndio unaona tunapeana nafasi ya mwanadamu kuuliza swali. Sasa leo hii tunataka tuone imani mbili ambazo siko duniani, imani mbili ambazo ni kubwa duniani, imani ya Kikristo na imani ya Kiislamu. Hizi imani mbili zimo duniani na kila mmoja anaamini kwamba hizi imani zimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini tunaposoma hakuna imani mbili zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu, bali imani ni moja inayotoka kwa Mwenyezi Mungu, na Biblia imethibitisha. Ili tujue imani hii ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu, ni lazima tusome vitabu. Sasa kile ambacho kimebeba kweli ambacho tunatumia ni kile ambacho kinaitwa Biblia. Na leo hii ukiingia katika nyumba za Wakristo wengi, utapata Wakristo wengi katika nyumba zao wako na TV 32 inches, wako na ufa wamenunua 5,000, wako na mixer, wako na vitu mzuri kwa nyumba, lakini Biblia utapata hawana. Sasa ukitembea nyumba nyingi za watu wa eneo hii, asilimia kubwa Biblia hawana. Unapata mtu ako na simu amekopa mpaka ya loan, aingie kwa Facebook, aingie YouTube, aingie Twitter, aingie ingine inaitwaje TikTok. Kwanza siku hizi TikTok ndio kusema
lakini Biblia ya shilingi 1000 hana. Sasa naye Mungu anasema wakati watu wanapokosa kusoma maneno yake wanazidi kupotea. Na wiki hii mpaka siku ya Jumamosi tunawakaribisha sana. Kuna maneno tutakaye sema, msiende nyumbani, mtashangaa sana. Sasa Mungu anasema hivi ukisoma kitabu cha Isaya 16:34 kitabu cha Isaya, Mungu anasema Wakristo wanavaa kutafuta kwenye kitabu cha Bwana wakasome, lakini Wakristo wengi leo hii wanatafuta kwenye TikTok waone ni nini ipo, wanatafuta kwenye YouTube waone nini ipo, wanatafuta kwenye Facebook waone nini ipo. Lakini Mungu anasemaje? Soma andika, anasemaje msomaji? Tafuteni katika kitabu cha Bwana. Tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Hapana katika hao wote. Hakuna katika hao wote atakayekosa kuwapo. Hakuna mwenye atakosa kuwapo. Hapana mmoja. Hakuna hata mmoja atakayemkosa mwenzake. Hakuna atakayekosa mwenzake. Kwa maana nini? Kinywa changu kimeamuru. Ati nini? Kinywa changu kimeamuru. Maliza. Na roho yake imefanyaje? Imewakusanya. Kwamba Mungu ameamrisha tusome kitabu gani? Biblia. Tusome kitabu gani? Biblia. Sasa hicho Biblia, kwa nini tusome? 3:16 kitabu cha Timotheo wa pili. 3:16 kitabu cha Timotheo wa pili. Ndio kitabu ambacho kinastahili kutuongoza mpaka tufike kwa Mungu. Maana kitabu hicho kimebeba maneno ya ajabu sana. Kama kuna kitabu ambacho watu watasoma, na mimi ninawaambia watu wa Jefi, vile tunaendaenda hivi zima siku, mtashangaa sana. Uenda vile mnasomewa kwa kanisa, si uenda vile ilivyo ndani ya Biblia. Maana ninaamini watu wengi wanasomewa na wachungaji Biblia, lakini hawajui kama wanapotezwa. Lakini kusudi letu sisi hapa tumekuja kuwafunua watu waone vile neno la Mungu ilivyo wazi. Sasa kile ambacho kitatuongoza ndio tujue huo uasi wa Mungu, ukweli wa Mwenyezi Mungu, ni hicho Biblia. Soma andiko linasemaje? Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Kile ambacho kinastahili kuongoza na kuonya watu makosa yao ni neno la Mungu. Na kwa kuwaongoza na kutuongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Na kutuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili. Ili wewe mtu wa Mungu wa Jefi uwe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Unaona, ili mtu wa Mungu awe kamili lazima ajifundishe neno la Mungu ambayo ni Biblia. Inasema ndiye atakayetuongoza, ndiye atakayetufundisha ili tufikie ukamilifu wa Mungu, ili tujue imani, dini ya kweli, imani ya kweli, kanisa ya kweli ni Biblia. Kwa hivyo tukitoka kando na Biblia, watu watakuwa wametoka katika kweli ya Mungu. Sasa kuna imani mbili ndio somo yetu ambayo tunataka tusungumuzie. Imani mbili duniani. Kuna imani ya Uislamu, na kama kuna Muislamu yeyote mwenye ako Jefi anaamini Uislamu ni dini ya Mungu akuja atitokeze atuambie hapo kuna kiti Sasa Waislamu wanaamini kwamba Mungu yeye hana mtoto mwenye anaitwa Yesu. Na vile vile Wakristo wanaamini ya kwamba Mungu ako na mtoto tena pekee ambaye anaitwa Yesu Kristo. Sasa hizi ni imani mbili. Huwezi sema ni imani moja. Ukiona mtu anasema ati Muislamu na Mkristo Mungu wao ni mmoja, huo ni uongo. Kwa sababu Mungu wa Biblia anasema yeye yuko na mwana. Mungu wa Qur'ani anasema yeye ana mwana. Sasa haiwezekani Mungu kuwa mmoja wakati vitabu ni mbili tofauti. Kwa hivyo dunia ambayo tunaishi saa hii, watu wako na miungu mingi, japokuwa aliyetuumba ni mmoja, lakini yule ambaye anaabudiwa sio mmoja. Saa hii Jefi, kuna watu ambao wanaamini wanamwabudu Mungu, lakini si Mungu yule mmoja. Sasa tuanze na Waislamu ndio turudi kwa wengine. Waislamu wanaamini hivi kwenye Qur'ani. Chukua hiyo ya Farisi, ya Barwani. Farisi, hiyo ndio Farisi hiyo. Si Barwani hiyo achana nayo hiyo. Farisi, Waislamu wako na vitabu Qur'ani. Kuna tafsiri nyingi na vile vile katika tafsiri hizo kuna vile Mungu amezungumza.
Vile vile naye katika Wakristo wako na vitabu nyingi. Vile vile na wao kuna vile Mungu amezungumza tafsiri za Biblia kama Good News, NIV, King James. Naye katika Uislamu kuna tafsiri za Farsi, kuna tafsiri za Baruani. Na vile vile Waislamu nao katika imani yao hawaamini dini moja, kwa sababu nao Waislamu kama Wakristo wamegawanyika duniani. Kuna Sunni, kuna Ahmadiyya na kuna wengine na wengine. Sasa wao wanadania Waislamu wanapoingia kwenye msikiti, mnadania wako kwenye dini moja, lakini Waislamu nao tena wao wamegawanyika zaidi kuliko Wakristo duniani. Hebu soma andiko linasemaje? Kitabu cha Qur'ani 19:88 mpaka 93. 19:88 mpaka 93. Qur'ani inasemaje? Ya kwamba ukisema Mwenyezi Mungu ako na mtoto, hiyo ni kufuru. Kwa kudai kwamba Mungu ako na mwana, hiyo ni kukufuru Mwenyezi Mungu. Naye katika Wakristo kwa kusema Mungu ako na mwana ni kupata uzima wa milele. Soma andiko linasemaje? Lakini makundi ya hao waovu. Qur'ani 19, msomaji na Daniela utamsaidia yule kijana 19:88 Qur'ani 19:88. Unaangalia zile aya za juu 19:88 mpaka 93. Nadhani umejua sasa asante, ubarikiwe. 19:88 inasemaje? Na makafiri husema sema iko One, two. Moja mbili. One, two. Haya, sawa sawa. Moja mbili. Asante. Basi tutaweza kuendelea. Haya, sawa. Tumesema ya Qur'ani 19:88. 19:88 inasemaje? Na makafiri husema, na makafiri wanasema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Kumbe katika Wakristo, katika Uislamu, Waislamu wanasema, makafiri wanasema Mwenyezi Mungu amejifanyia nini? Mtoto. Kumbe kwa kuamini Mungu ako na mtoto, unaitwaje hapo? Makafiri. Unaitwa kafiri, si ndio? Ndio. Sasa wale ambao wanasema Mwenyezi Mungu ako na mtoto ni akina nani? Wakristo. Chukua hiyo Ukweli Mwaminifu, hiyo chapa ya kwanza na ya pili, ukurasa wa 99. Hiyo yenye umeshika tu, hiyo yenye ulikuwa umeshika, hiyo yenye umeshika hiyo. Hapana, ila juu yenye ulikuwa umeshika ya pili na tatu, ya tatu na nne, hiyo ukurasa wa 97. Wenye wanasema Mwenyezi Mungu hako na mtoto ni akina nani? Hebu soma pale 97, 97. 97. Hapo juu 97, page 97. Pale juu penye memakiwa tu utaiona. Haya, ni hiyo page 97. Wanadai kwamba Wakristo ndio wanadai ya kwamba Mwenyezi Mungu hako na mtoto. Kwa kusema Mwenyezi Mungu hako na mtoto, hiyo ni jina la kukufuru. Unaona Wacha nikufungulie. Kwa kudai ya kwamba Mwenyezi Mungu hako na mtoto,
ni jina la kukufuru. Sasa wale ambao wanadai Mwenyezi Mungu ako na mtoto ni matusi katika Uislamu. Kwa hivyo Wakristo wote wenye wako Jefi wao ni makafiri kwa sababu ya kusema Mungu ako na mtoto. Haya, soma andiko linasemaje? Inasema mtu anaye hapa kwa uongo, basi kweli haujui. Hebu fungua page 97 pale juu. Inasema kwamba Mwenyezi Mungu, wale ambao wanadai ya kwamba Mungu ako na mtoto ni Wakristo. Hilo ni kutukana dini yetu. Kwa hivyo kwa kusema Mungu ako na mtoto kulingana na dini ya Uislamu ni kutukana dini ya Uislamu. Kwa kusema Mungu ako na mtoto ni ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 80. 80 Asante. Waliosema ya kuwa Mwenyezi Mungu ana mtoto, wanaosema kuwa Mwenyezi Mungu yuko na mtoto ni Wakristo. Ni sisi Wakristo. Wanasema kuwa Nabii Isa, Nabii Yesu ni mwana wa Mungu, ni mtoto wa Mungu. Na hili neno ni tusi kubwa sana. Ati hili neno kwa kusema Mungu ako na mwana ni tusi kubwa sana. Kwa mora, unaona, ati kwa kudai Mwenyezi Mungu hako na mwana ni matusi. Na wenye wanasema Mungu ako na mwana wanaitwaje? Makafiri. Wanaitwa makafiri. Nao ni akina nani? Wakristo. Kwa hivyo Wakristo wote wa Jefi kulingana na Waislamu, wao wanatukana nini? Uislamu. Wanatukana Uislamu. Kwa hivyo mimi kama Mkristo siwezi kubali kuitwa kafiri na niko na hoja ya kutetea Yesu ni mwana wa Mungu. Mimi siwezi kubali. Kwa hivyo leo hii ukiingia kwenye msikiti useme Yesu ni mwana wa Mungu, utapigwa kichapo cha mbwa msikitini, kwa sababu hilo ni tusi kulingana na Uislamu. Na hapa kwetu Kenya ndio kuna huru wa kusema Uislamu umepotea, lakini enda Somalia na uweke hizi spika na useme ati Mungu ako na mtoto, utarudi kama huna kichwa. Enda Madina, Maka, usema Mungu ako na mtoto, utarudi shingo hakuna. Lakini Biblia inadhibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ako na mtoto, naye Waislamu wanasema Mungu ana mtoto. Sasa tunauliza hizi dini mbili, kama huyu anasema Mungu ana mtoto, Wakristo tunasema Mungu ako na mtoto, kati ya hizi dini mbili ni gani imepotea? Lazima kuna moja yenye imepotea. Na msituone hivi sisi hakuna jambo lolote duniani tunayeogopa, ni Mungu peke yake. Lakini udanganyifu wenye umefichwa ndani ya msikiti tunatoa hadharani, tunatoa. Maana kazi yetu tangu asubuhi mpaka jioni, Kenya tunafanyanga, chakula chetu ni kusoma vitabu. Hizi kichwa chetu kimebeba vitabu, na tumechunguza imani nyingi zimepotea, ikiwemo ya Uislamu. Na kama kuna Muislamu Jefi mwenye anadai tunadanganya, hajarudi hama mchana kama Yesu hajarudi. Na kama ulikuwa na mpango ya kuingia katika Uislamu, hiyo mpango futa na usahau vile ulisahau matiti ya mama, kwa sababu kuingia Uislamu ni kama kujizika na motofali. Wewe unadhania utapona? Soma andiko la samaki. Inasema 3:36 Yohana. Barikiwa sana mtumishi. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Ati ako na nini? Yuna uzima wa milele. Amwaminie mwana ako na nini? Uzima wa milele. Maliza. Asiyemwamini mwana hataona uzima. Ati hataona nini? Hataona uzima. Hataona nini? Hataona uzima. Sasa na Waislamu wanaamini mwana wa Mungu, hawamwamini. Kwa hivyo hawana nini? Uzima. Hawana nini? Uzima. Waislamu hata wavae kanzu kilo 20, wavae kofia kilemba kwa kichwa, na wamwamini mwana, hawana nini? Uzima. Hawana uzima wa milele, bali ghadhabu ya Mungu inamkaria. Kwa hivyo tayari Waislamu wajevi wako wapi? Motoni. Na kama wako motoni, Wakristo wanaambiwaje? Yuda 3:20, Yuda 1:20, 3:20, Yuda 1:23 ndio nzuri 1:23. Sasa kuna wachungaji wamekaa kwenye makanisa, na sasa tunaenda wao, wamekaa kwenye makanisa, wao ni kuimba yawe
alafu anakuambia toa sadaka utabarikiwa, wakati hawaambii watu ukweli. Sasa Mungu ametuita tuwaambie watu ukweli. Kuna watu tayari wako motoni na Wakristo wanaimba yao kwa kanisa. Sasa Mungu anasemaje kwenye Biblia? Yuda 1:23, na wengine waokoeni. Sasa kazi ya wachungaji wa Jefi, Mungu anasema kazi yenu ni kuwaokoa wengine kwa kuwanyakua, na kwa kuwanyakua katika moto. Kumbe kuna watu wako wapi? Motoni. Kuna watu wako wapi? Motoni. Na Biblia inasema tuwaokoe. Unaona, na tuwahurumie. Kuwanyakua kutoka wapi? Kwa moto. Kwa hivyo kuna watu sasa wako wapi? Kwa moto. Na ile kuingia kwa moto ni kukataa Yesu si mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kukataa Yesu si mwana wa nani Mwana wa Mungu. Na Waislamu wamekataa Yesu si mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kwa hivyo tunaokoa kutoka wapi? Kwa moto. Sasa tunaokoaje? Tunaokoa kwa kuambia Yesu Kristo ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Yohana 3:16 inasemaje? Inasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kumbe aminie mwana wa Mungu ana uzima wa milele. Lakini asiyemwamini atapotea milele. Na mwenye anaamini hatapotea kwa sababu anamwamini mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kwa hivyo watu wote wa Jefi wanastahili wakubali Yesu ni mwana wa Mungu. Wakiamini hivyo wanapata nini? Uzima wa milele. Hilo ndio kusudi enye metuleta hapa. Sasa Waislamu, kwa nini Waislamu wanadai ya kwamba Mwenyezi Mungu hana mwana? Madai yao ni gani? Tumesoma vitabu zao tukapata wako na upungufu wa maneno. Sasa wao wanadai ya kwamba Mungu hana mwana kwa sababu Mungu hana mke. Yaani wanaamini ati Mungu lazima awe na mke ndiye apate mwana. Qur'ani 6:101. Qur'ani 6:101. Kwa hivyo inafaa sisi wa Kristo tuwajibu Waislamu na kuwaweka sawa ya kwamba Mwenyezi Mungu ako na mwana, lakini Mungu hazai kwa kutumia mwanamke. Hapana, kuna njia ambayo Mungu anazaa. Sasa Waislamu wanaamini lazima Mungu awe na mke ndipo azae. Qur'ani 6:101 inasemaje? Yeye ndiye muumbaji wa mbingu na ardhi. Watu Waislamu wanasema Mwenyezi Mungu ni muumba wa mbingu na ardhi. Inaaminikaje? Ati inawezekanaje awe na mwana hali hana mke? Kumbe Waislamu wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu lazima awe na mwana ndio awe na nini? Lazima awe na mke ili awe na mwana. Lazima awe na mke ndipo akuwe na nini? Na mwana. Huyo hata ni Mungu kweli? Huyo ni Mungu? Mungu gani huyu ambaye anadaiwa lazima awe na mke ndipo awe na mwana? Sasa mimi sasa nijitolee msichana wangu nimpatie Mungu wa Uislamu, sasa atakuwa na mtoto Kwa sababu yeye amekosa mtoto kwa sababu hana nini? Hana mke. Sasa mwanadamu ndiye anastahili kuwa na mtoto kama ako na mke, lakini Mungu sio lazima. Kwa sababu gani Sasa tunauliza Mungu, hebu nipatie Luka 1:7. Mungu wa Biblia anasema yeye ni mwenye uwezo, anaweza kuwa na mwana pasipo na mke, kwa sababu hakuna jambo linalomshinda. Lakini Mungu wa msikiti ana uwezo kwa sababu ameshindwa kupata mtoto kwa sababu hana mke. Lakini sisi wa Kristo tunajibu, soma andiko linasemaje? Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kumbe Mungu wa Biblia hakuna jambo ambalo linafanyaje? Lisilowezekana. Kwa sababu Mungu wa Biblia anaweza mambo yote. Sasa tunauliza Mungu wa Biblia, wewe unaweza kuwa na mwana bila mke na unazaa aje? Yakobo 1:19 inasemaje? Yakobo 1:19 Biblia takatifu inasemaje? Yakobo 1:19 inasemaje? Hayo mnajua ndugu zangu wapenzi. Basi kila mtu. 18 inasema ndio, kwa kupenda kwake mwenyewe Mungu alituzaa sisi kwa neno la kweli. Kumbe Mungu anazaa kwa nini? Kwa neno la kweli. Si lazima awe na nini? Na mke. Lakini Waislamu lazima awe na nini? Mke. Huyo sio Mungu wa kweli. Mungu wa kweli anazaa bila mke, maana ana uwezo tena wa milele.
Kwa hivyo Yesu, kwa kumwamini ya kwamba ni mwana wa Mungu, unapata uzima. Kwa hivyo tangazo la leo ni kuwatangazia Waislamu wa Jefi ya kwamba Yesu Kristo ni mtoto wa Mungu, na kwa kuamini hivyo munapata uzima wa milele. Kama kuna Muislamu mwenye ako Jefi na anasema Mungu ana mwana kwa sababu ya hii na hii, ajitokeze, iko hapo. Ndio hiyo kiti iko hapo. Swali yoyote? Sasa madai ya Qur'ani siyo madai ya kweli, kwa sababu Qur'ani ni kitabu ambacho si ya Mungu, maana imejichanganya. Qur'ani kuna sehemu imekataa. Hebu kwanza nipate hadithi za mtume, hiyo juzuu ya kwanza ya pili. Waislamu, kama kuna kitabu kinachothibitisha ya kwamba Mungu ako na mtoto kando na nyinyi Waislamu, ni hizo vitabu zenu, lakini badala ya kusoma muelewe, wanasoma kwa kupotea. Sasa hadithi za mtume zinaamini hiyo ukweli mwaminifu ya kwanza na ya pili, ukurasa wa 240. Mtume Muhammad baada ya kujua kwamba Mungu ako na mtoto, akasema kwamba viumbe vyote ni wana wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hadithi za mtume zinathibitisha ya kwamba Mwenyezi Mungu hako na mtoto, lakini Qur'ani imejichanganya. Unaona, kuna sehemu wanakataa Mungu ana mwana, kuna sehemu wanakubali Mwenyezi Mungu ako na mwana, na leo tunathibitisha tena mambo hayo mchana. Soma andiko linasemaje, ukurasa wa 240 pale chini, 240 utasoma pale juu 240, page 240, page 240. Mtume SAW anasemaje kwenye Qur'ani? Msomaji, hebu soma andiko linasemaje, page 240, nimekumakia pale juu 240. Wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu ako na mwana, ukweli mwaminifu, page 240, ya kwamba viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu ni wana wa Mwenyezi Mungu. Na kama unatafuta hiyo, nipatie Qur'ani 3:43-45. Ama umepata? Amepata? Hebu soma inasemaje? Viumbe wote ni wana wa Mwenyezi Mungu, ni wana wa Mwenyezi Mungu, na aliye bora kwa Mwenyezi Mungu. Kumbe Mtume Muhammad anasema viumbe vyote ni wana wa nani? Wa Mungu. Na katika Qur'ani 19:88 alikuwa amekataa Mwenyezi Mungu ana nini? Hana mwana. So unaona hata amejichanganya Muhammad mwenyewe, amejikoroga mwenyewe. Kwa hivyo kuna sehemu Muhammad anakataa Mungu ana mwana. Kwa sababu gani alikataa? Kwa sababu alijua kwa kuamini Yesu ni mwana wa Mungu atabatizwa na maji mengi, na Waislamu ni waoga wa maji. Waislamu wakubali kwenda kwenye mto, hawakubali. Ndio naona wanakataa ya kwamba Mungu hana mwana, maana waliogopa kubatizwa. Lakini tukiuliza Mariamu, kuna suratul Maryam, Qur'ani ya suratul Maryam, na kuna haya ambazo zimetoka katika Qur'ani. Waislamu wanaamini ya kwamba imetoka kwa Mwenyezi Mungu, ya kwamba hizo sura ambazo zimetoka kwa Mwenyezi Mungu ndio sura tunayetumia kudhibitisha ndani ya Qur'ani ya kwamba Mungu ako na mwana. Qur'ani 3:5-38, malaika Zakaria anamuomba Mungu ampatie mtoto. Sasa tunaulizanga Waislamu, na kama wako Jefi, huyo mtoto ambaye Zakaria alimuomba nani na alitoka kwa nani? Wakuja wajibu maswali zetu. Soma andika nasemaje? Inasema 39, Qur'ani 3:38. Pale Zakaria akamwomba Mola wake akasema. Zakaria anaitwa baba wa Yohana Mbatizaji. Akamwomba Mola wake akasema, Mola wangu, ewe Mola wangu, nipe kutoka kwako mtoto mwema. Wewe ndiye usikiaye maombi. Kumbe Zakaria alimwomba Mola nini? Mtoto. Kwa hivyo Zakaria alijua mtoto anatoka kwa nani? Kwa Mungu. Na kweli Zakaria alipewa mtoto. Dio. Alipewa mtoto ambaye anaitwa Yohana Mbatizaji. Katika Uislamu anaitwa Yahya. Sasa huyo mtoto ambaye Zakaria aliomba kulingana na Qur'ani ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo Mungu anapenda watoto Ndio. Kwa hivyo Waislamu wote wenye wako Jefi wanastahili kuamini ya kwamba Mungu ako na mwana
ili wapate uzima wa milele. Kama kuna Muislamu mwenye ako na swali akaribia hapo kwenye kiti kabla tujaingia mambo mengine. Kama kuna Muislamu yeyote mwenye anasema tumedanganya ya kwamba Mungu hana mwana, tena tumedhibitisha, hebu nipatie Qur'ani 3:45. Mariamu mwenyewe, malaika anatumwa kwa Mungu kwa Mariamu habari ya kupata mtoto tena kutoka kwa Mungu. Yaani Mariamu anadhibitisha ya kwamba Mwenyezi Mungu alimpatia mtoto. Alafu Waislamu wanasema Mungu hana mtoto, tena Qur'ani ndio inathibitisha. Hebu soma andiko linasemaje? Qur'ani 3:45. Inasemaje? Kumbukeni waliposema malaika. Malaika wanasemaje? Ewe Mariamu, wewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema. Mwenyezi Mungu anakupatia habari njema za kumzaa mtoto, ya kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamkwa, neno tu kutokalo kwake, ndio la kukwambia, zaa ukazaa, zaa kwa kuzaa pasina kuingiliwa. Kumbe Mariamu alipata mtoto pasipo mume, lakini Mungu wa Islam lazima awe na mke ndiye apate nini? Apate mwana. Sasa kati ya Mariamu na huyo Mungu, nani mwenye ako na uwezo? Mungu. Ni Mariamu. Mungu wa Islam amekosa mtoto kwa sababu ana mke. Ni Mariamu anapata mtoto bila nini? Bila mume. Sasa hapo kati ya Mungu wa Islam na Mariamu na ibada Mariamu. Tunaona hata Mungu wa Islam kabisa. Mariamu tu. Mungu wa Islamu ni Mungu wa uongo, si Mungu wa kweli. Na kama kuna Muislamu mwenye anasema tumedanganya, Mungu wao si wa kweli, hakuja kwenye kiti ndio hiyo. Hakuja akae kwenye kiti ikabo. Ya kwamba Mungu si wa kweli. Mungu wa Islamu tena tunasema mchana. Kama wakati wa Elia, unajua wakati wa Elia ulikuwa na watu wanaitwa Baali, watu wa bahari. Walikuwa naabudu Mungu wa bahari. Elia akakuja akawaambia, "Thibitisheni Mungu wenu. Kama Mungu wenu Baali ndio Mungu wa kweli, tangazeni mchana. Kama Mungu wangu ndio Mungu wa kweli, tangaza mchana." Wakaambia, "Tengenezeni madhabahu yenu, nitengeneze yangu. Thibitisheni mkamwombe Mungu wenu, nami nikamwombe Mungu wangu. Yule Mungu ambaye atajibu maombi ndio Mungu wa kweli." Nasi tunasema kama Elia, Mungu wa Biblia, Mungu aliyetuma manabii ndio Mungu wa kweli. Mungu wa msikiti sio Mungu wa kweli. Mwenye kupinga kiti ndio hiyo. Mwenye kukataa kiti ndio hiyo Sasa kila ambacho watu wajua jevi ni kwa sababu watu hawasomi Biblia kwa manyumba zao. Sasa unapata Mkristo amebeba simu, amebeba pesa sadaka na amebeba kitambaa ya kupangusa jasho baada ya kucheza kanisani. Wakati amebeba mzazi, alafu mtoto yake anaenda shule. Akirudi kutoka shule, alitoka nyumbani akiwa Mkristo, akitoka kwa shule ni Muislamu. Unasikia anaanza kuambia mama ya kwamba sisi saa hizi kwa nyumba unitengee sehemu yangu ya kufanyia ibada. Mtoto anaanza kwenda kwa nyumba, nasikia tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, salamu alaikum. Ibada inaanza kufanyika kwa nyumba mara mbili. Unapata mzazi ni Mkristo, alafu mtoto ni Muislamu na umemlea. Sasa shida inaingia wapi? Ni kwa sababu wazazi wa Wakristo wameachilia watoto wao. Hebu enda hapa Nakuru town kwenye street, utapata pale vijana wa Kristo tena Jumapili wamevaa masuruali, wako nje, wako uchi na miniskirt, alafu unasikia tu cheza kama umepigwa radi. Wanacheza muziki kule, cheza kama umepigwa radi. Unasikia tu sikuembe ya Yesu siku. Na ni watoto wa Wakristo kwenye street. Ukiambia Yohana 3:16 nasemaje? Hawajui. Maana Wakristo wameachilia watoto wao. Sasa Mkristo ananunulia mtoto simu ya 15,000, lakini Biblia hana. Waona Daniel watakuwa salama Hawatakuwa salama. Kama kuna Mkristo mwenye ameruhusu mtoto wake kuingia Uislamu, jua tayari umemuua, umepoteza. Maana kuingia Uislamu ni kama kuingia kwenye kaburi na kujizika mwenyewe. Ndio naona Mungu ndani ya Biblia alikuwa amesema hivi kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Hebu nipa ni 6:4 ama 4:6 kama sijakosea.
6:4 ama 6:4 ama 6. Mungu inasema, inasemaje? Sikiliza Israeli, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Unaona, itaamka chini, inazidi kusema, na maneno haya ninayokuamuru leo. Sasa Mungu anaambia wazazi wa Jefi, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Kwanza mzazi anastahili kuweka kwenye moyo, nawe wafundishe watoto wako kwa bidii. Kama jambo la kwanza, uweka ndani ya moyo na kufundisha watoto kwa bidii, na kuyanena uketipo, na unene maneno ya Mungu uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani. Na wakati mzazi unatembea na mtoto njiani umfundishe, na ulalapo, na wakati umeenda kulala, na uondokapo. Yafunge maneno haya yawe dalili juu ya mkono wako. Unaona vile Mungu anaambia Wakristo wazazi ati hiyo maneno, wakati umeenda kwa nyumba jioni, umefunga kazi nenda ukae na watoto jioni, uwafundishe maneno ya Bwana ili hatapotea. Asubuhi kabla hujaamka uwafundishe. Lakini Wakristo saa hii, mzazi akitoka kwa kazi anaingia kwa nyumba, akule, aoge, awote Shirandra na Baba Maria, na kuna ingine inaitwa Surutani. Sijui saa hii imefika wapi. Unasikia tu mzazi na watoto wamekaa chini kuwatch vipindi, wakimaliza kwa blanketi.